Kwenye hiki kitanda hapa juu kuna huyu binti anaitwa Suzana. Kwenye kutulia zake anashangaa anagongewa mlango, ila hataki kunyanyuka wala kwenda kufungua huu mlango. Huku kwenye mlango kuna sauti ya kiume inasikika na kumtaka Suzana afungue mlango. Baada ya misemo mizito ikambidi Suzana anyanyuke na kwenda kufungua huu mlango. Baada ya mlango kufunguka, tunamwona huyu jamaa anaingia. Kwa kifupi anaitwa Michael. Anampenda sana Suzana. Baada ya msichana kuwa na msimamo wa kukataa, jamaa alitaka kuondoka ndani ya nyumba hii. Hivi unadhani baba yako atajisikiaje akigundua umeondoka? Sitaki kukusumbua kwenye ndoa yako. Nataka uishi kwa amani kwa sababu upendo wangu kwako ni mkubwa kuliko kitu chochote kile. Michael, hutaki kubadilisha mawazo. Huwezi kuwa na mimi. Mimi ni mama yako wa kambo. Unajua ni kwa namna gani naumia juu yako? Sasa Michael anampenda Suzana, lakini inaonesha Suzana ni mke wa baba yake. Sasa haya mapenzi yalianzaje? Hii movie inaitwa My Father's Wife. Inaanza ikimuonesha Michael akiwa anaongea na baba yake. Huyu mzee anamsifia mtoto wake Michael kwa kumleta msichana wa maisha yake. Huyu msichana anaitwa Lisa. Huyu Lisa ni mpenzi wa Michael, na hapa akaja kutambulishwa ukweni. Mwanangu, umefanya jambo la maana kwa sababu kuchelewa ni hatari. Basi mzee ananyanyuka na kuacha waongee mke na mume watarajiwa. Hapa mwanamke akapigiwa simu kuwa anahitajika ofisini na ajitahidi awahi sana. Kipenzi, natakiwa kuondoka. Mbona haraka Lisa? Nafahamu lakini nahitajika. Basi Michael anamkubalia mpenzi wake na kuanza kumsindikiza. Huyu jamaa anaishi yeye na baba yake humu ndani kwa sababu mama yao alishafariki muda mwingi uliopita. Baada ya kurudi, mzee anampigia makofi mtoto wake. Hongera mwanangu. Asante baba, najua umemkubali huyu binti. Mzee akacheka sana. Ndiyo nimemkubali, lakini unatakiwa umtafute msichana mwingine. Michael anapoa sana baada ya baba yake kumwambia atafute msichana mwingine. Unamaanisha nini? Ukimwangalia vizuri huyu msichana ni kama ni mama. Baba, kwa nini unavunja kila jitihada zangu? Hebu ngoja kwanza. Yaani mimi navunja jitihada zako kwa mwanamke anayeonekana kama mama yako kwako? Hebu fikiria, kama mama yako angekuwa hai leo hii, kwa hiki kinachofanyika unadhani angesemaje? Baba, Lisa ni msichana niliyemchagua. Ni msichana niliyeishi naye kwa muda mrefu sana. Sio mkubwa ila ni mwili tu. Alafu baba, kwa nini unavunja furaha ya maisha yangu? Kwa nini unamkataa kila mwanamke ninayemleta kwako? Sasa huyu baba yake na Michael hapendezwi na Lisa. Kwanza anamuona kama ni mkubwa kwa mtoto wake Michael, na anaona kama ameshatumika. Hata hivyo, sijui ana maana gani kwa kusema Lisa ameshatumika. Baba, hutakiwi kujadili kitabu kwa kuangalia cover lake la nje. Ni kweli hutakiwi kujadili kitabu kwa cover lake la nje, lakini unaweza kujua yaliyomo ndani kwa kupitia watu waliosoma hicho kitabu. Mzee anampa mafundisho na mistari mizito mtoto wake Michael. Kesho mapema jamaa yupo ofisini, mara Lisa anaingia. Basi salamu za wapenzi na zenyewe hazikuwa mbali, lakini Michael kama hayupo sawa. Huyu Lisa kamletea chakula cha mchana mpenzi wake, ila anamuona jamaa kama hayupo sawa. Nipo sawa, tumeishi miezi mitatu, nadhani unanifahamu vizuri. Basi Lisa akawa mpole na akaanza kumuaga jamaa huku akitaka kurudi ofisini kwake, ila Michael anamsubirisha kwanza. Samahani mpenzi, nataka tuongee jambo moja la msingi. Lisa akaona si shida, akavuta kiti na kumsikiliza mpenzi wake. Huyu Michael ni kama ana mada nzito kwa mpenzi wake Lisa, maana una miezi mitatu tangu wajuane. Kipenzi changu, naomba msamaha sana. Kwa nini Michael? Najua unanipenda na mimi nakupenda sana, na Mungu anajua jinsi ninavyokupenda, ila nataka kusema kuwa mapenzi yetu yamefikia mwisho. Sijaelewa au? Hapana, hamna kitu kibaya wala nini, ila kuna sababu tu zipo nje tu ya uwezo wangu. Jamaa akamwacha mpenzi wake waliodumu naye miezi mitatu. Lisa alishusha machozi mengi sana, ila Michael imembidi kufuata msimamo na uamuzi wa baba yake. Muda wa baadaye jamaa alirudi nyumbani kwao na kumpa taarifa baba yake kuwa sasa hivi kamwacha Lisa na ataangalia msichana mwingine. Sasa huo ndio uamuzi unaotakiwa kuufanya. Kisha mzee akamfariji mtoto wake, lakini nina surprise yako. Surprise? Ndio, wewe nifuate. Huyu baba anamwambia mtoto wake kuwa anataka amfanyie surprise. Sasa sijui nini Michael atakutana nacho. Alipokucha, Michael hakwenda kazini, yupo juu ya kochi akisoma gazeti. Hapa mlangoni baba yake anamkaribisha huyu msichana. Jamaa anamkaribisha mzee wake bila kumtazama. Unajua surprise ya baba yako ni kitu cha msingi, hivyo ipokee.
Basi Mikael akawa anacheka huku akifunga gazeti. Anatazama, anaona mrembo mmoja kwenye mboni za macho yake. Basi ni kujiuma yani. Habari, jina langu ni Suzana. Mimi ni Mikael. Jamaa anajing'ata sana. Ikabidi amkaribishe kiti Suzana. Alafu akamuomba baba yake wapate maongezi kidogo. Samani Suzana, naomba muda kidogo. Sawa, hakuna shida. Hapa Mikael akamvuta baba yake pembeni ili waweze kuzungumza kuhusiana na huyo Suzana. Vipi, unamjua? Hapana, simfahamu, lakini ningependa kumfahamu. Vipi, umempenda? Pana, ila anaonekana ni mzuri, ila ngoja kwanza. Ndio hii surprise ulikuwa unasemea? Ndiyo mwanangu. Baba, unatakiwa niambie mwanzoni. Vipi kama mimi sijampenda? Lakini unatakiwa umpende tu. Hapana baba, kwa karne hii ya 20 mtu hutakiwa kuchaguliwa msichana na wazazi. Kwani nani kasema Suzana ni msichana wako? Suzana ni mpenzi wangu. Jamaa akapigwa stop ya maana. Alizani baba yake kamletea huyu msichana, kumbe ni mpenzi wa baba yake. Sasa baada ya Mikael kutambua ukweli, akaenda kutambulishwa rasmi kwa huyu Suzana, huku kiebu fulani hivi kinamtoka. Basi anaondoka kinyonge bila kupenda. Usiku huu jamaa alikuwa hana usingizi, anawaza sana. Inakuwaje baba yake kamleta msichana wa rika lake nyumbani, alafu anadai ni mpenzi wake? Akaona hii sio kweli. Jamaa anatinga chumbani kwa baba yake. Yaani haamini kama yule msichana ni wa baba yake. Anahisi kama baba yake amemletea yeye. Sasa Mikael anatuchanganya. Mwanzoni alisema hataki kuchaguliwa msichana, sasa hivi anamfuata baba yake ili baba yake amuweke wazi kama kuna mapenzi ya kweli kati ya Suzana na baba yake. Inaonesha kawivu kameanza kumuingia Mikael juu ya Suzana. Ila mzee ikabidi amuweke wazi. Ni mpenzi wangu. Kwa hiyo una malengo gani na mpenzi wako? Lakini bado tunachunguzana. Ila baba, umeniambia wewe na Suzana mna zaidi ya miezi 6 kwenye mahusiano yenu. Ndiyo, ni kweli na ninampenda sana. Baada ya maswali kuwa makubwa na majibu kupatikana kuwa baba na mahusiano na Suzana, jamaa alimuaga baba yake na kumtakia usiku mwema. Sasa kesho Mikael anashangaa Suzana amekuja kumtembelea. Habari, salama, lakini baba hayupo. Nafahamu kabisa kuwa mzee hayupo. Ila unaendeleaje? Mimi nipo sawa, ila karibu ukae. Hakuna shida, ila kuna kitu nimekuletea. Jamaa kaletewa zawadi. Sasa hii zawadi kumbe aliletewa ni saa. Ila Suzana anamwambia Mikael kuwa katumwa na baba yake aje ampikie chakula. Kwa hiyo akaomba aoneshwe jiko. Mikael kambidi ampeleke Suzana jikoni. Sasa jamaa anawaza, hili dodo ni la kwake au la baba yake? Na inakuwaje analetewa zawadi ya saa? Baada ya muda, Suzana akawa kaisha maliza kupika. Yupo anatoka zake. Mlangoni hapa wakakutana na Mikael. Jamaa ikabidi amuombe maongezi kidogo. Katika maongezi yao, Mikael alitaka kujua ukweli wa mahusiano kati yake na baba yake. Ila Suzana kupindisha kitu chochote kile. Akaongea ukweli kama ulivyo. Kuwa alikutana na baba yake na Mikael muda kidogo na wana mahusiano zaidi ya miezi 6 sasa. Na muda wote huo, Suzana hajawahi kuwa na mwanaume mwingine zaidi ya baba yake na Mikael. Una uhakika? Bro, yani nimeshangaa kupita maelezo. Sasa huko ofisini, Mikael alienda kumhadithia rafiki yake kwa kile kilichotokea, ambapo mzee wake kamleta msichana mwenye rika kama lake, alafu anadai kuwa ni mpenzi wake. Mimi siamini kama huyo ni mpenzi wa baba yako. Labda umekuletea wewe, rafiki yangu. Yani mimi nimempeleleza yeye na nimempeleleza baba, na inaonesha kabisa wana mahusiano. Sasa kwa siku ya leo, Mikael hajaenda kazini. Bado anachanganywa kichwa. Huko mlangoni kuna mtu anagonga mlango. Mikael akamruhusu kuingia. Huyu jamaa aliyeingia sasa hivi anaitwa Magnus. Ni mlinzi kwenye nyumba hii. Hapa akamletea ujumbe Mikael kuwa anaitwa na mdada mmoja ambaye yupo sebleni anamsubiri. Ni nani anayeniita? Ni nani huyu? Nanili huyu mrembo? Eti mrembo. Ni Aunti Suzana. Jamaa ikabidi atoke na kwenda kuonana na Suzana. Mzima? Ndiyo, mimi mzima. Karibu, lakini baba yangu hayupo. Mikael, mimi sijaja hapa kwa ajili ya baba yako. Nikiwa na shida na yeye, mimi nitampigia tu simu. Basi sawa, hakuna shida, karibu ukae. Hakuna shida, hata sikai sana. Sema nimekuletea tu zawadi. Sasa hizi zawadi zinamchanganya Mikael. Je, huyu Suzana anampenda Mikael? Pia na baba yake anataka waanzishe mahusiano yao kama Wahindi au inakuwaje? Palipokucha tena, Mikael anabonga na Magnus. Ila Mikael anashangaa Magnus kavunja kabati na ni mavazi ya gharama sana kavaa. Mbona leo umevaa nguo za gharama sana? Cheki shati, cheki viatu. Unajua ukisoma maandiko, Yesu alibadili maji kuwa divai. Hivyo hivyo kwa Aunti Suzana, ameweza kubadili maji ya Magnus na kuwa divai ya Magnus. Kwa hiyo inaonesha dhahiri
Suzana akamnunulia nguo Magnus. Sasa haya matukio yanazidi kumchanganya kichwa Michael. Usiku Michael anamfuata baba yake tena, ila mzee anaonekana yupo kwenye mawazo mazito sana. Unajua, nazidi kuwa mnyonge siku zote, hasa nikifikiria kuhusu wewe. Unahitaji kuwa na familia yako, pia na mimi nitabaki peke yangu. Yaani nakuwa na mawazo sana. Ni wakati wangu sasa, itanibidi nioe tena. Michael amepoa kama dakika 2 hivi. Yaani mzee anataka kuoa tena. Sawa baba, mimi sikupingi, kwa sababu tangia mama imefariki hujawahi nivunjia heshima mpaka nafikia umri huu. Lakini umepanga kumuoa nani? Mbona hujawahi niambia? Ni kweli, kwa sababu ilikuwa ni swala la muda. Hata hivyo, mtu niletaka kumuoa nilikuwa namchunguza sana mpaka nakuja kudhibitisha kuwa yeye ndo anafaa mimi kumuoa. Kwa hiyo ni nani huyo? Sio mtu mgeni kwako, ni mtu ambaye unamfahamu kabisa na amesha kuja humu ndani. Hapana baba, mbona mimi simfahamu? Suzana, talalantanta. Suzana, talalantanta. Kwani unadhani nani mwingine? Jamaa alikula mshangao wa maana. Huku muda wa kulala, Michael anawaza sana. Kumbe baba yake yupo serious kabisa na anapendana na Suzana mpaka wanataka kuoana. Michael mawazo anamvuruga vibaya, hasa kikumbuka alivyokuwa analetewa zawadi na Suzana. Ndio anachoka kabisa. Sasa kwa nini usimwache baba yako aishi na mpenzi wake? Haijalishi kazeeka kiasi gani, ila naye ana mahitaji. Kumbe Michael baada ya kuwaza sana usiku ule, aliamua kumshirikisha rafiki yake kwa kile ambacho baba yake anataka kukifanya. Ila rafiki yake anamwambia aache kinyongo na mapenzi ya baba yake. Kesho mida ya asubuhi, jamaa alikuwa na maongezi na Suzana. Ila katika maongezi haya, Michael akamfungukia Suzana kuwa anampenda. Lakini jamaa anabadilisha gia angani kuwa ati anampenda kama mama yake wa kambo. Ila nafsi inaonekana kuwa tu jamaa anampenda sana Suzana. Haya, siku nazo zikapita na mzee akamleta Suzana nyumbani. Kwa hiyo Michael ataishi na Suzana kama mama na mtoto. Je, jamaa ataweza kweli? Sasa maisha yakaanza humu ndani. Ila Suzana aliacha keki yake kwenye meza. Baada ya muda akaikuta keki imekatwa. Hivi nani kakata hii keki? Ni Magnus? Pana, kwanza huyu hayupo kabisa. Sasa kwenye kufikiria sana, akahisi huenda aliyechukua hii keki ni Michael. Akaamua kumtingia chumbani kwake. Humu chumbani Michael yupo anakula kitu. Suzana naye anaingia humu chumbani. Nilijua ni wewe tu. Nimefanya nini kwani? Yaani umekaa hapa na unajidai hujui ulichofanya? Uone unakula keki yangu. Sasa jamaa akaanza kubishana yeye na mama yake wa kambo. Suzana akaamua kwenda kuichukua keki kwa mabavu. Ukaanza kutokea ugomvi mdogo wa mavutano. Katika mavutano wakaangukia kwenye kochi. Kisima kilitaka kuchimbwa mzee. Basi wanaamka huko wanaoneana aibu fulani hivi. Ila Suzana hakutaka malumbano haya yaendelee. Akaona muachie hiyo keki Michael. Ila jamaa anashindwa kuzuia hisia zake kwa mrembo Suzana. Baada ya Suzana kutoka ndani, akawa anajilaumu sana kwa kile kilichotaka kutokea. Anaona anamkosea babake na Michael kwa sababu mzee ndo uwanja wake huu. Lakini Michael hakusitisha mazoea. Kesho tena akamfuata Suzana ili waende kufanya mazoezi. Basi jamaa akamshawishi na kumnyanyua kutoka kwenye kochi, alafu akamtandika buso. Nini? Sasa hiki kina maana gani? Hii ni salamu tu kwa mama na mtoto wake. Si unajua wewe ni mama yangu. Basi kwa maneno haya mazuri, Suzana akakosa cha kufanya, akajikuta na kubali kwenda kufanya mazoezi. Kesho tena mama na mwana wapo wanacheza karata, yani fulu hamani humu ndani. Baba mjengo naye akaingia kutoka kazini. Basi Suzana akafurahi kumuona mume wake, alafu akaenda kumpokea. Kisha wakazama chumbani. Humu chumbani mzee anamshukuru sana Suzana kwa kuishi vizuri na Michael. Yani Suzana akatenda vyema kwenye nafasi yake kama mama. Palipokucha, Michael alikuwa ametoka kazini. Hapa sebleni alikuwepo Suzana. Basi katika salamu, Michael akamkumbusha Suzana kuwa leo ni siku ya wamama duniani. Basi jamaa akachukua kitu mfukoni na kumpatia Suzana. Unaweza kufungua pia. Suzana anafungua, anakuta ni cheni ya silver ya pesa nyingi sana. Basi mwamba akanyanyuka na kumuomba amvishe. Suzana hakukataa, akawa yupo tayari. Basi jamaa akaanza kumvisha mama yake wa kambo cheni. Baada ya kumvisha, Michael akamtandika busu zito sana Suzana. Kidogo Suzana akashtuka. Kwa nini unanifanyia hivi? Akaikata ile cheni na kumtupia. Suzana anaumia sana, akaamua ondoke zake. Sasa sijui kama Michael afahamu kama huyu ni mama yake wa kambo. Hata mimi hili busu limenitisha kidogo.
Baada ya muda mzee anafika na mkuta Suzana kapoa sana. Ila Suzana anajielewa, hakutaka kuweka haya mambo wazi. Akajidai anajisikia vibaya tu. Sasa kesho asubuhi Suzana ana mawazo sana kwa kile kilichotokea. Anawaza endapo akitoka na Michael atakuwa kajenga heshima mbovu kwenye familia, hata na kizazi kijacho. Ila huko ofisini mawazo ya Michael yanaenda tofauti. Anaona anampenda sana Suzana. Baada ya siku kadhaa, Suzana yupo ametulia zake ndani. Mara Michael akaja, huku kalewa mbaya mbovu. Suzana ananyanyuka na kuona kama ataweza kumsaidia Michael, lakini jamaa hainuki hata kidogo. Ikabidi ampe pumzi, akijua jamaa akakosa pumzi. Michael akachukua ile nafasi ya pumzi kama busu tena la mara ya pili. Suzana akashtuka tena na kumsukuma. Jamaa akajigonga vibaya sana. Suzana akamuonea tena huruma, akajaribu kwenda kumfuata na kuona kama atamsaidia. Jamaa na yeye akawa mkali sana. Suzana anazidi kumwomba msamaha. Hebu niache. Kwanza unafanya hivi kwa sababu unajua nakupenda. Na nimegundua hauna moyo wa upendo wala nini. Na ninakuchukia. Sawa, lakini unaweza kuniita vyovyote utakavyo. Ila angalia mazingira yetu. Kwanza usiwe karibu yangu. Yaani usijaribu kuwa karibu yangu kabisa. Michael anampenda Suzana, inafikia hatua anataka mikunjo kwa mama yake wa kambo. Jamaa anaingia chumbani mwake akiwa tungi vibaya. Suzana akaanza kulia huku akimwomba msamaha Michael. Baada ya kuona jamaa sikilizi, akaamua kwenda kumfuata chumbani mwake. Sasa je, Suzana atatoboa kweli bila kufanya chochote? Anaingia chumbani, advertiser anakutana na picha zake ukutani. Yaani Michael anampenda sana Suzana, mpaka kabandika picha ukutani. Hii ina maana gani? Michael, mbona umebandika picha zangu? Huu ni unyanyasaji. Nafahamu, lakini kaa ujue na kupenda. Hivi unategemea nini kama baba yako akigundua? Yaani unampenda mke wa baba yako kweli? Yaani mama yako? Michael ndo kwanza haelewi hayo maneno. Akaanza kumlazimisha tena kupata mabusu kama ya mwanzo. Hapana, mimi siwezi kufanya hivyo. Nitakuwa namkosea baba yako. Hebu niache bwana. Hii ni mara ya mwisho, na kuomba mkanye mtoto wako kabla sijachukua maamuzi. Sasa humu chumbani majira ya usiku, mzee alikuwa katoka kazini na kupatiwa lawama mbalimbali kuwa mtoto wake Michael analeta uzembe kwenye kampuni mpaka baba yake anaelekea kupata hasara. Basi anampa malalamiko Suzana akiwa kama mama kwenye nyumba hii ili aweze kumtawala Michael na kumweka sawa. Lakini Michael anampenda Suzana. Baada ya mzee kukasirika sana, akataka kwenda kumfuata Michael chumbani mwake. Suzana akazuia hiki kitu, maana anajua kabisa mule chumbani Michael kabandika picha za Suzana. Akamwomba mume wake huwa aende yeye kuongea na Michael, ila mzee asijipe stress tu. Basi mzee akamuelewa mke wake. Humu chumbani jamaa yupo anatazama picha za Suzana. Mara Suzana mwenyewe anaingia. Vipi, mbona unaingia chumbani kwangu huku umevaa nguo ya kulalia? Au umenimiss? Kuhusu hilo hata siogopi. Hivi unajua wewe ni tatizo kwangu? Kwa nini unabandika picha zangu ukutani? Unadhani baba yako akizikuta humu ndani atanichukuliaje? Basi Suzana akaanza kubandua zile picha. Sasa hiki kitu cha Michael kumpenda Suzana kike kinampa mawazo mazito Suzana. Hasa akifikiria hawezi kutembea na baba alafu atembee tena na mtoto wake. Mzee anamkuta mke wake ana mawazo mazito. Baada ya kumuuliza shida ni nini, Suzana akadai shida ni Michael. Akajidai kama anamuonea huruma Michael kukaa bila kuwa na mke, wakati kaisha kuwa mkubwa. Pia ingependeza ungepata hata mjukuu. Basi palipokucha mzee akamuita Michael na jamaa akaitikia wito. Mzee anamshauri mtoto wake atafute mwanamke ili aweze kumuoa, maana muda umezidi kwenda. Basi jamaa akamuelewa mzee wake. Baada ya siku akaja kumtambulisha mwanamke wake mbele ya wazazi wake. Baada ya kumtambulisha, mzee akamtoa nje mtoto wake kwa ajili ya maongezi. Umefikiria nini kuhusiana na huyo msichana? Hapana bado. Sasa unasubiria nini? Na kusubiria wewe uniambie, kwa sababu nimechoka kuambia watoto wa watu kwa nitawaoa alafu nakuja kuwaumiza mioyo yao. Hivi unajua huyu msichana uliyemleta ndio type yako? Wachana na wale uliokuwa unawaleta ambao wanaonekana kama ni mama kwako. Humu ndani Suzana na yeye alikuwa na muhoji huyu binti. Ila huyu binti akadai kuwa walikuwa na mahusiano ya muda mrefu na Michael. Basi Suzana akamshawishi sana, ingependeza wangepata ndoa. Haya bana, siku nazo zikapita. Msela naye akuchelewesha, akavuta jiko ndani. Yaani harusi ikafanyika mapema sana. Basi maisha ya wanandoa yakaanza. Na mke wake, mtoto na mke wake. Baada ya siku kupita, Suzana alishtuka zake asubuhi. Akashangaa mbona mzee wake leo kachelewa kuamka. Basi Suzana akaanza kumwamsha mume wake. Baada ya kumtikisa sana, akagundua mzee anaumwa na yupo katika stage mbaya. Basi Michael anafika, anakuta mzee yupo hoi. Baada ya muda walipewa taarifa na dokta kuwa mzee kaisha fariki muda sana.
Suzana akatokwa na machozi ya uchungu vibaya. Huku nyumbani ni msiba na vilio ndio vinavyosikika. Suzana analia, Michael analia kwa kumpoteza baba yake ambaye waliishi zaidi ya baba. Basi bwana, baada ya siku kupita, Suzana alikuwa na majonzi mazito. Pia hata Michael alikuwa anaumia sana. Sasa kwa kuwa Michael alikuwa anamsumbua sana Suzana, ikambidi amuombe msamaha kwa mambo yote aliyomfanyia. Suzana naye hakuwa na kinyongo, akamsamehe jamaa, kisha wakafarijiana kwa upendo. Kwa bahati mbaya, mke wa Michael akatokea, alafu hakujibu chochote kile, akachukua vitu vyake na kuondoka. Sasa mbona amekasirika wakati hatujafanya chochote? Suzana akakosa tu majibu, maana alihisi tu huyu mwanamke kawafikiria vibaya. Sasa palipokucha, jamaa akawa anatoka zake kazini na zawadi kama zote, akiwa na mke wake. Kumbe leo ni siku ya kuzaliwa ya huyu mlinzi wao Magnus. Basi jamaa akafurahia kwa kupewa zawadi. Baada ya hapo, Michael akamuulizia mama yake, ila Magnus akadai kuwa Suzana akaondoka muda tu na pia akaacha barua. Kisha Magnus akachukua barua na kumkabidhi Michael. Jamaa akaifungua hii barua na kuanza kuisoma. Barua ilidai kuwa Suzana ameamua kuondoka kwenye nyumba hii kwa sababu ameona anaweza kuwa sababu ya kuvunja ndoa ya Michael, hasa akikumbuka lile tukio la mke wa Michael kuwakuta wamekumbatiana. Anahisi tu mke atajisikia vibaya, lakini pia anamshukuru baba yake na Michael kwa kumpenda na kumtunza siku zote. Pia anataka Michael aendelee kumheshimu kama mama yake. Na huu ndo unakuwa mwisho wa hii movie. Hii movie inaitwa My Father's Wife. Je, unadhani ni sababu gani ilipelekea jamaa kumtamani mama yake wa kambo? Tupia maoni yako hapo chini. Mimi ni Gio Boy, lakini pia unaweza kusubscribe channel hii ya Real One ili tukutane kwenye movie nyingine.